Ushawahi kujiuliza kwa nini media nyingi sasa hivi nchini Tanzania zina struggle kiuchumi? Naitwa Imran au Radio Doctor. Kwa nionavyo mimi, sababu zinaweza zikawa nyingi na zinaweza zikawa sababu mbalimbali kwa nini media zina struggle kiuchumi, lakini nishawahi kueleza kwenye masomo yaliyopita kwamba kutegemea chanzo kimoja, hasa matangazo, ndio maana media nyingi zimeshuka kiuchumi. Matangazo yamepungua, digital platforms ndio zimechukua nafasi, vijana wengi wamepungua au wameacha kusikiliza redio, kwa hiyo usikilizaji umeshuka, na sababu nyingine nyingi sana. Sasa hivi kila media houses nyingi, watangazaji wanalia njaa. Watangazaji wanalia mishahara haitoki kwa wakati, mishahara midogo. Wanafanya kazi kwa siku zote za juma, za mwaka, lakini wanalia wazazi wao tena wamekuwa ndio wanaweza kuwasaidia, wakati kila siku asubuhi wanaaga wanaenda makazini. Sasa hivi unasikia hadi kuna media zingine kubwa tu ambazo hazifanyi vipindi, hazina vipindi, watangazaji wapo tu hawafanyi vipindi. Ni kwa sababu ukifanya utafiti, ukichunguza, ni maslahi, hakuna mishahara. Imefika kipindi watangazaji wametamani kufanya kazi zingine tofauti za kilimo, biashara, uwinga na zinazofanana na hizo, na kutotamani kabisa kuingia kwenye media. Inafika kipindi kuna watangazaji wengine au waandishi wengine wanakuambia, mimi sipo tayari sasa hizi kumshauri mtu aingie kwenye tasnia ya media. Ni kweli tunajua kwamba media zina struggle, lakini watu wanafanya kazi. Kama watu wanafanya kazi na media bado zipo, basi hao watu pia wanapaswa kulipwa, kwa sababu muda wao mwingi wanautumia wakiwa kazini. Watangazaji au wafanyakazi wakati mwingine wanaweza wakatambulika ni sehemu ya wawekezaji, lakini kuna wakati wanatambulika kama ni wafanyakazi. Wanatambulika kama wawekezaji, sehemu ya wawekezaji pale wanapotoa nguvu zao, mawazo yao ili waweze kusonga mbele. Lakini wanakuwa wafanyakazi pale wanapofanya na vipato vinapoingia, wao wanakuwa si sehemu ya vile vipato. Kwa hiyo wanapaswa nini? Walipwe zile haki ambazo mmekubaliana. Kuna media zingine zimekuwa na biashara nyingine kubwa. Yaani kuna biashara za mwekezaji nyingine kubwa zimekuwa kwa sababu ya matangazo ya media, kwa sababu ya watangazaji wa media kuifanyia promotion hizo biashara. Sasa media leo hii mapato yanapopungua, ni busara kwa wewe mwekezaji kuchukua kilicho cha biashara sehemu ya pili, kuendelea kuwekeza huku ili watu waendelee kuishi na hii media yako isife. Kwa sababu mwisho wa siku kama unawafanyisha watu kazi siku 30, miezi 12, miaka mitatu, huwezi kuwalipa, hao watu wataishije? Ni kweli kuna gharama za uendeshaji, kuna gharama za makodi na vitu vingine, lakini ni vizuri ukawa na wafanyakazi au vipindi vichache, watu ambao unaweza kuwalipa, kuliko kuwa na kundi kubwa la watu wanakunungunikia kila siku, maisha yao ni magumu. Hata wewe, hata zile biashara zako zingine zinaweza zisiendelee kwa sababu ya manunguniko. Lakini pia media yako inazidi kuporomoka kwa sababu creativity na uwekezaji wa muda wa wafanyakazi kwa kutumia akili unapungua, sababu mtu ajui anaenda, akirudi nyumbani anakula nini, akiwa kazini anakula nini, akiamka asubuhi anawaza kazini anafika vipi. Hawezi kuwa na akili ya kuweza kufikiria kwamba afanye vipindi kwa ubora ili uendelee kusikilizwa na upate kile kidogo ambacho unakipata. Kwa hiyo ni busara tu kwamba kama media iliweza kukusaidia, umeweza kupata na biashara zingine, basi faida ya biashara zingine ambazo zimekuwa kupitia media wasaidia hizo media. Lakini wewe ni mwekezaji, kopa kwenye mataasisi ya kibenki, wekeza tena upya, kwa sababu hata mishahara au wafanyakazi ni uwekezaji pia. Wekeza huko ili hao wapate nguvu waendelee kufanya kazi. Si sawa kuwafanyisha watu kazi siku zote alafu mwisho wa siku huwezi kuwalipa, wananungunika. Media sasa hivi zinapiga miziki tu, hakuna vipindi, hakuna ubunifu, hakuna watangazaji. Kwa hiyo leo nilikuwa natamani kulizungumzia hilo hasa kwa wawekezaji, kwamba
Hebu tuone, pamoja na gharama zote za leseni, umeme, vifaa, kodi, lakini watangazaji au wafanyakazi ni sehemu ya uwekezaji wako. Kwa hiyo ni vizuri kuwajali, ni vizuri kutafuta namna yoyote ile ya kuweza kuwasaidia. Na hata zipo mamlaka za kutoa leseni, kwamba leo hii ukiangalia, ukisoma utaratibu wa kupata leseni ya radio kwa mfano, watakwambia onyesha biashara nyingine ambayo inaweza kusapoti baadhi ya wafanyakazi kwa miaka 5. Watu wanapeleka pale hizo bank statement na baadaye zinaonekana za kweli, wanapewa maleseni, lakini baada ya miaka 2 tu mtu hawezi kuweza kusaidia watu wafanyakazi. Anakwambia wafanyakazi, matangazo ya radio hiyo hapo, kila kitu hicho hapo, tunataka matangazo, vinginevyo mimi siwezi kulipa tena. Kwa hiyo kwenu watangazaji, wakati mwingine lazima tutafsiri haya maneno mawili, kuvumilia na kupoteza muda. Kuna sehemu ukiwepo unaweza kuona kabisa hapa navumilia, lakini kesho unaiona kesho yako. Kuna sehemu zingine unapoteza muda. Kwa hiyo ni akili yako wewe mwenyewe kuona kwamba hapa napoteza muda au navumilia. Ifike wakati tuwe na maamuzi magumu tu. Ifike wakati tuwe na maamuzi ambayo yanaweza kutusaidia sisi na familia zetu. Unaporudi nyumbani unadaiwa umeme, unadaiwa kodi, unadaiwa maji, unadaiwa nini, afu wewe ni mtangazaji. Ukishakuwa mtangazaji unakuwa brandi. Sasa brandi una nauli hata ya daladala, kwa mangi ndo unadaiwa, haiwezekani. Kwa hiyo ifike wakati wawekezaji tuwekeze upya, tutafute mitaji, tukope mitaji, tuwekeze upya kwenye media zetu, ili hao wafanyakazi wawe na ubunifu, hao wafanyakazi wafanye kazi kwa weledi, ili media irudi kwenye hali yake ya kawaida, ili media irudi kwenye utekelezaji wa majukumu yake ya kila siku, na mapato tunaweza tukayaona yanaanza kupatikana. Kwa hiyo wakati media iko juu, mapato ni makubwa, wale wafanyakazi walikuwa wanalipwa vile vile, lakini mapato saizi yamepungua, yako kawaida, wafanyakazi pia wanaonewa kwamba sasa inabidi upunguziwe kile ulichokuwa unapata, au usipate kwa wakati, au uendelee kuvumilia. Mtu atavumilia mpaka lini? Kwa hiyo tuwahurumia hawa wafanyakazi, wamesomeshwa, wana wazazi, wana watoto, wana familia. Tufike wakati kwamba tujifikirie hata sisi tunapowatumikisha watu kila siku bila kuwalipa, yaani nafsi zetu zione haya, zione soni na ziugue, ziweze kuwasaidia watangazaji. Watangazaji ni brandi ambao wana brandi biashara yako. Biashara mtaji umeanguka, fanya mpango, wewe ndo baba wa hicho chombo. Kopa, lipa mishahara, watu wainuke tena, jambo liweze kwenda. Asante kwa kunisikiliza na kutakia wakati mwema. Naitwa Imran. Bye.